Mwana wa Gikuyu TV-Kabiru na thini wa studio mothe ndiraria na mwanake ugwitwo Chris ne kana ka miaka 5 ugwitwo Chris na sister yake anaitwa Esther na mwalimu wao, kwa sababu tumekuwa tukiona Chris tumesoma kwenye magazeti, tumemwona kwenye runinga tofauti na tulikuwa wa kwanza kumleta huku na tukaonyesha talanta yake, na baada ya hapo amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akijulikana sana na kuwa akisambazwa sana, ama video zake zikisambazwa sana katika mitandao ya kijamii. Na Chris, tumemaliza kuimba sasa, sio? Umechoka? Hujachoka? Bado uko na energy? Inaonekana ulikuwa umekula breakfast vizuri, sio? Ulikuwa umekula nini breakfast? Tumekunywa chai na mkate na blue band. Ala, unajua last time wewe ni mtu mbaya sana, ulinidanganya kwa sababu uliniambia mkiwa na Esther hapa mtakuja na mama. Next time ukikuja studio mtakuja na mama. Ako wapi? Mama ko home. Kwa nini hukuja na mama? Si anabembeleza mtoto huko home. Oh, kuna mtoto mwingine. Kuna mtoto mwingine. Anaitwa nani? Mtoto mwingine huyo mdogo wetu anaitwa Ismail. Ismail. Oh, huyo mtoto mdogo. Wewe ni mkubwa. Oh, okay. And the son. Huh? And the son. Wow. Majina yako tusema ni Chris. Majina yako yenye iko kwa ID. Unajua ID? Ile ya serikali ama ile iko kwa M-Pesa? Majina yako kamili ni? Majina yangu kamili. Sasa majina yangu ya kitambulisho ni? Sema hivyo. Majina yangu ya kitambulisho unaitwa Christopher Juma. Christopher Juma. Esther, mambo? Poa. Wewe pia umechoka? Unajua umecheza bass guitar sana. Kumbe pia kucheza gitaa kunachosha. Nimesikia nimechoka sana. Kama hujazoea. Kama sijazoea kwanza hapo, kwa sababu unajua yangu iko na kamba. Sasa kusimama hivi hapa nasikia hapa panauma sana. Hebu majina yako kamili Esther? Majina yangu kamili ni Esther Adoyo. Esther Adoyo. Yeah. Mwalimu, karibu sana. Asante. Hebu nikumbushe majina yako. Masi Wamboi Danger. Masi Wamboi Danger. Danger. Dejwa. Luni tola yako. Wewe nama? Ikiwa kilia kendo dhimuile leo kwa huko. Leo kwa huko. Hebu nikuulize, hawa watoto umekuwa nao for how long katika shule? Okay, Chris alitujoin 2015. So tumekuwa 2015. Yeah. Tumekuwa na yeye since 2015. 2015. 2015 kweli ama 2015? 2015. Na mpaka saa hizi tuko na yeye. Yeah, Esther na yeye alitujoin 2013. Yeah. Na natumai kwamba wameweka shule inaitwa Success Junior Center. Success Junior Center iko wapi? Mathare North Area 2. Mathare North Area 2. Yeah. Na shule imekuwa hapo for how long? Shule imekuwa hapo for 7 years now. Yeah. Huwa mna nurture talents ama? Kabisa. Cause like tuseme for example wakati Chris alijoin baby class, alikuja na rasta ama? Yeah. Alikuja na hizo rasta? Hapana, hakuwa na rasta. Aliingia tu kama mtoto ule wa kawaida. And that is when immediately after kumadmit baby class, tukaona vitu zenye anafanya ni tofauti na wale watoto wengine. Alikuwa anafanya nini? For example, ukifundisha maybe a verse, tuseme Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created heaven and earth. Na unajua wakati mmoja Kamlesh Parking aliokoka. Akawa anahubiri kwenye runinga. Akaquote Bible. Kumbe vile aliquote hiyo verse haisemi hivyo. So are you sure vile unasema yamesema hivyo? Oh, sawa. So ukiwafundisha tu ni mtoto mdogo 3 years so unawatrain wamekuangalia. So ukiangalia Chris, ukiwaambia warudie, Chris anarudia exactly. The exact words. Yeah, like now in the beginning God created heaven and earth. Nawaambia rudieni. So utapata wale wengine wote hawawezi, lakini Chris anarudia. And anaweka vitu zake like in the beginning God created heaven and earth. Na at first una quote the verse, then eventually unawa train the actions. So Chris anasema na anafanya na actions. Okay. Yeah. Wow. Na niulize kwa nini mwapatia exception ya nywele? Kwa sababu Chris alituambia hapa na akaenda mahali pengine akasema nywele haisomangi, which is true, but kwa nini wamepoa exception? Okay, what we did after sasa kujua wako na talent na tukaita mzazi wake, tukaongea na yeye. Okay.
na akakuwa interested na vile wanafanya. Okay. Because utapata ukiita wazazi uambie vile watoto wake wanafanya, utapata wanapuuzilia. Lakini sasa kwa baba Chris, wakati tulimwambia watoto wake wako na talent, because hata Esther tukiimba unapata yeye anapiga gita ya hewa. Lakini hana gita real. Lakini tukiimba kwa shule unapata yeye anapiga gita. So wakati tulimwelezea talents, hakupuuzilia. Alichukulia very positive na akaanza kuact. All of a sudden tukawa tunasikia kuna station itakuja kwa shule juu ya Esther na Chris. And then so kwa industry ya hizo marege ilikuwa hard kwangu kukubali wakuwe hivyo, but now sasa these are stars. Na wako na hiyo talent na nini yao mostly ni hizo reggae. Ukiangalia kwa industry ya reggae mostly watu wako na dreads. So ikawa ni challenge kwetu kwa shule, but eventually ilibidi tu tuwakubalie ule wako. Okay, nimeshukuru. Unajua pia ukipata mkorino ijapokuwa mahali pamoja tu sijaipata, kuna watu sijaipata. Niko sure ushaipitia mahali kuna swimming pool. Yeah. No, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Ni ukweli? Wewe ushapitia mahali kuna swimming pool? Ushaenda swimming pool? Ushaenda mahali kuna swimming pool? Ushaona mkorino kwa swimming pool? Nani amewahi ona? Aniambie ni wapi, nimpatie 1000 sasa hivi. Uniambie ni wapi? Hata mtazamaji ushaona mkorino kwa swimming pool, tuache hayo. A discussion for another day. Ndio nilikuwa nauliza Chris, shule wale watoto wengine huwa wanawasemaje, wanawasengenya, wanasemaje? Wale watoto wengine huwa wanawasema mkiona Esther. Maybe wamekuona kwa TV ama maybe kuna wale wanakuonea wivu. Baby walikuwa wananiona kwa TV. Alafu wanasemaje? Wanaanza kusema eti wanaambia mwalimu wameniona kwa TV, Citizen, Focus. Anasemanga hivyo. Okay. Esther, wale watoto wengine shule wanasemanga aje? Wanasemanga saa zingine wanafurahianga hiyo talent yetu. Wengine wanasema niwafunze kucheza gitaa, kuimba. Lakini wengine wako na hiyo interest ya kuimba. Okay. Nikuulize, kuna wale ushaiambia wakuje home waonyeshe? Wenye nishaiambia home. Wakuje home utawafunza aje kama hujabeba gitaa? Ama unaenda na gitaa shule? Hapana. Na utawafunza aje? Wanasemanga siku atakuwa free atakuja kwetu, lakini wengine hawajui pale tunaishi. Ili kuchukua how long kujua kucheza gitaa? Nilianza kucheza gitaa nikiwa 7 years, nilikuwa nimeanza kushika makosi. I thought you were 7 right now. How old are you now? I'm 10. You're 10? Yeah. Ala, 10 years old? In class? 5. Na Chris hapa kwa baby class, Class 1. Ulitoka baby class? Nilishatoka baby. Niko class 1. Uko class 1? Yeah. Na niulize teacher, hii shule yenu sasa imekuwa kwa limelight, sio? Yeah. How does it feel? We feel great. We feel honored because through these kids tumepata kujulikana, like tumekuwa kwa Jazz Kid K24. Tumekuwa Kameme. Then tumekuwa Churchill, tunangoja that which school is this, you know? And that's also a way of marketing our school. Hamjakuwa Gikuyu TV? Sasa yuko wapi? Tuko right now sasa tuko Gikuyu TV. But all the media houses zimewakubali, zimewakumbatia na zina recognize. Yes. Kwani hiyo shule inatoshana aje? What kind of a school is hiyo shule success in? Uko na watu wangapi kama wangapi? Okay, tuko na population of 246 now. 246. Yes. Yeah. Na mna vision yenu ya shule? Okay, tuko na vision. Like now for example, vision yetu ni kwamba wakati tutafanya class 8 because hatujafika class 8. Umefika class? Tumefika class 6. We excel to an extent that zile shule ziko around hapo hivyo. Because ni za mbele yetu tujulikane ya kwamba there is something that we are doing. Na kama mwalimu mkuu wa shule, niulize wale wazazi ama walimu ambao hawa encourage watoto, kwa sababu for a person like me, ijapokuwa kwamba hakuna mtu hakuni encourage, ni vile wakati huo kuko na scouts, I think ni talent wasted mambo ya kucheza mpira.
kuna vijana wengi pia tumekuwa tunacheza na wana, unapata kwamba mtu talent yake ukiangalia wale wanacheza sasa na vile walikuwa wanacheza wakati ule, unapata kwamba hiyo standard ya wakati ule ni kama ilikuwa juu kidogo. Sijui unaweza kuwaambia nini wale ambao labda mtoto anaimba anagongwa? Niseme ya kwamba maybe kwa shule yetu ni tofauti kwa sababu hata create houses ama groups because when you have talents usipo create group ama hizo houses huwezi nurture the talents za watoto. And again ukiadmit ukipata mwalimu mgeni uchukui tu ati unachukua tu ule mwalimu kwa sababu ya ile certificate ile umepata. Kuna career and then kuna talents. So other than umepata certificate zake na amefanya vizuri, then unaenda an extra mile kujua other than class what extra curriculum activities unaweza fanya, kwa sababu huwezi somea talent. Huwezi somea talent. Unaona? So ukiingiza mwalimu kwa darasa unakuwa ukijua other than CRE social studies, then kuna extra curriculum activity anaweza fanya na hao watoto. Because eventually after 4 like now sisi after 4 we don't have classes. We have houses. You know, I really feel bad. Wakati unapoenda nyumbani, unapata kwamba mtoto anafika 6:30, saa 1, ako na homework, atamaliza saa 3 usiku. You know, huyu mtoto aliamka saa 11 kwa sababu pia mzazi anataka kwenda kazini. Ameamka saa 11, ameshinda class mpaka jioni, akuje nyumbani, aendelee na homework mpaka saa 3 usiku, hata kula hawezi kula vizuri. Do you think that is right by the way? It is very wrong, and that is why I'm saying maybe our school is very unique. Nitakuja huko, kutembea huko. Hiyo next time nikikuja kufanya program, tutafanyia kwa shule, si ndio? Like on Friday, actually we hardly do nothing in our school. Okay. We have morning hours, we do preps and all that. Then we go for parade. After parade, we go PPI. We have to nurture them. PPI ndio nini sasa? Stories za Mungu. Okay. Yeah, we invite different people from different churches. Wakuje na waongee na watoto wetu kuhusu Mungu. Okay. And then from there tuna take breakfast. Okay. After that tunaingia kwa darasa wafanye homework. Just homework. Okay. Then from there we go to our different activities. Because on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday tumekuwa kwa darasa. So we need to break hiyo monotony. Break, very important. Yes. So that tujue hizi talents zetu. Wako na hii talents. Like Esther kuna group hapo nayo kwa shule. Amewa train songs, wanaimba vizuri sana. Kuna wale wanataka kujua guitar. Nitakuja utuonyeshe, sio? Yeah. So to create that time na watoto ati iwe tu ni vitabu hawa watoto watachoka. Work without play made Jack a dull boy. Yes. Sio? Chris, maneno yako ya mwisho utaambia wale watoto, hebu angalia ile kamera. Wale watoto wengine ambao huwa wanakuona kwa TV, utawaambia aje ile kamera yako ile? Utawaambia aje? Mtu akiwa na talent alafu anaogopa, unaona mtu haizi ongea mbele ya watu, utawaambia aje? Hebu ongea nao. Nitawaambia watoto wanani watch kwa TV wasikalie talent yao. If we take care of the moment, they will take care of themselves. Okay. Yeah. If you take care of the moment, the years will take care of themselves. Nani alikufunza hiyo? Wewe nayo acha kulitisha. Ni mzee? Mimi ndio nilisoma. Ulisoma wapi? Nilisoma kwa kitabu inaitwa 1001 Way to Live in the Moment. Kwa hiyo kitabu. Chris una maneno ati ulisoma kwa kitabu. If you take care of the moment, the years will take care of themselves. Yeah. Ulisoma kwa kitabu kinaitwa 1001 Way to Live in the Moment. Ways to live in the moment. Yeah. Hicho kitabu ulikuwa umetoa wapi? Hicho kitabu babangu alikuwa nayo. Nikaanza kuzisoma. Na kimeraruka ama kipo? Kimeraruka ama kipo hicho kitabu? Iko. Na tutanipea lini niisome pia mimi? Tutakuja. Mimi ndio nitakuja kwanza shule huko. Sawa. Ama nikuje home nipatie? Kwa home. Ama utagrejea kwa nini? Naweza kuja, mbona nisikuje? Naweza kuja. Nitakuja basi. Esther, na wewe utaambiaje wale wasichana wadogo alafu wako shule, alafu mtu anafeel kana kwamba anasikia ni kama ako na talent lakini anaogopa mwalimu, anaogopa mzazi, unaweza wa encourage aje? Kama uko na talent na huyo mzazi wako
maybe ana hiyo talent ya maybe ya kucheza gitaa, ya kuimba, unaweza omba tu mama yako au baba yako ruhusa ili aweze kukutafutia mtu atakufunza ama kupeleke music school. Yeah. Wakati Chris anapoongea every time huwa umemwangalia eagerly, very eagerly, yani ni kama unatarajia atasema kitu. Kwa nini? Sio Chris, unaona huyu akikuangalia hivyo. Look. Aje. Mwalimu utasemaje mada yako ya mwisho? Unatuambia aje? Mimi kile ningependa kusema sana ni kwa wazazi. Talents pia ni kipawa kutoka kwa Mungu. True. Na wazazi wetu like now hii age, ungeuliza Chris akiwa mdogo, when you grow up you would like to be what? Probably angesema doctor. Yeah. But now ako na talent. Other than hiyo alikuwa anasema. Then now watoto wakifika age ya kwenda secondary, tuache kutreat hao watoto kama watoto. Tujue ameenda environment nyingine, ingawa alikuwa anasema yeye angependa kukua daktari. Ujue amemeet na watu wengine na ameweza kuestablish zile subjects zake Kenya anapita. So akirudi nyumbani akimaliza form 4, get to sit down with your daughter, with your son, you dialogue. Wacha kumforce kukua daktari. Na maybe hataki kukua daktari. Kuna mzazi mmoja aliforce kijana wake aende afanye teaching. Kijana alikuwa anataka kufanya mass communication. Kijana hakubishana na babake. Alienda akafanya teaching. Akakuja, lakini walikuwa wamesumbuana sana, like whole year wanasumbuana. Alienda akasoma certificate ya teaching, akakuja akapatia babake ile certificate ulikuwa unataka nikusomea ndio hii. Sasa nilipia yangu. Hiyo ni yako, hiyo sasa nilipia yangu nienda nikasome. So it's not right kuforce mtoto kufanya kile kitu ambacho hataki. Wakuwe na dialogue, wakae chini, mtoto amemaliza, mzazi apatie mtoto nafasi kumuelezea. Ingawaje nilikuwa nasema nataka kukua daktari, nimefika age nyingine, nimerealize kulingana na subject zangu ama passion yangu ningependa kukua. And then you pay kile mtoto anataka. Wacha cause wengi hata wana drop. Napata mtoto amefanya engineering, akifika third year ana drop. Because you forced him to be what he doesn't want to be. Nimeshukuru sana kwa sababu ya muda wako na kukubali mwaliko wetu. Hata mimi nimeshukuru. Mtazamaji usiende mbali, kuna jamaa tulikuwa nao hapa katika studio na walikuwa ni katika band ya wahenga wenyeji na wakasema kwamba kuna mradi ambao wanataka kutekeleza pale Mathare. Hawa vijana ni vijana wa mtaani na nataka ni wafuate ili before the end of the week ama kabla hii wiki ishe niende huko kwao tuonyeshe what they can do. Wanacheza music, ni acrobats na wakasema kwamba kuna mchango ambao wanataka kufanya na wamealika kila mtu. Wako na page niliambiwa inaitwa nini? Mathare Bead Club. Mathare Beadwork. Kwa hivyo unaweza watafuta kwenye Facebook na uwasaidia vijana wa mtaani na nitakuonyesha what they can do. Wanasema wanafanya yoga, lakini cha maana sana na kitu ambacho napenda sana wanafanya acrobatic inaitwa ni acrobats. Kwa hivyo nitakuonyesha vile ambavyo wanaruka, wanajikunja kwa sababu nilikuwa nikitafuta watu ambao wanafanya kipindi kama hicho na wao na wamesema wenyewe. Nitakuonyesha very soon. Jina bila Gikuyu TV, mrudi wa Gikuyu.